Utafanyaje kama utaambiwa kwamba ili uweze kuishi ni lazima ukatwe ulimi au mdomo wako ushonwe usiweze kabisa kuongea, kwa sababu ukiongea maisha yako yataishia hapo hapo? Mzigo unaanza kwa kutupeleka huku Marekani, ambapo kuna janga hatari sana limeenea katika baadhi ya majimbo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Marekani. Jambo la ajabu kuhusu janga hili ni kwamba mtu yoyote aliyezungumza huwa anakufa hapo hapo. Ripoti ya habari inaonyesha picha za kutisha za watu waliokumbwa na janga hilo tayari. Katika video nyingine, mwanamke aliyejaa hofu anaonekana akijirekodi akiwa ndani ya gari yake. Mdomo wa binti yake ameufunga kwa tepu ili tu asipige kelele, na mwanamke huyo anashikilia bango lililoandikwa usipige kelele. Sasa kutokana na hali hiyo, serikali ya Marekani inatangaza hali ya hatari, huku ikishauri watu wote wabaki majumbani na wazime simu zao na kila kitu ambacho kinaweza kusababisha kelele. Siku chache tu baada ya janga hilo kutokea, tayari limeangamiza sehemu za nchi kubwa duniani. Sasa huku ndani ya metro hizi, treni za ardhini, kuna damu na maiti kibao kila sehemu. Abiria na watu wengine wameamua kukimbilia huko kujificha, wakiamini pengine kuishi huku basement chini ya ardhi inawezekana ikawa salama kwao. Sasa ghafla mtoto mdogo anaanza kulia na mama yake anashindwa kabisa kumtuliza. Wakiwa na hofu ya kelele, kundi la abiria linaamua kumpokonya mtoto eti wamtupe nje, lakini mama mzazi anaamua kutoka naye nje. Utapona kweli? Anyways, nikukumbushe kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kama vile ambavyo marafiki zetu wamekuwa wakifanya, akina Abdalla, Saburi, akina Tesi Likevin, Khadija Kigufa na wengine wote ambao wamekuwa wakifanya hivyo kwenye hii familia ya Plain Swahili. You're welcomed. Enjoy. Sasa baada ya huyu mama kuamua kutoka nje na mwanaye, ghafla na yeye anakufa. Roho mbaya tu. Sasa baada ya hapo, mzigo unaturudisha nyuma kidogo hadi wakati ambapo mambo haya yalianza. Tunaonyeshwa kundi la wanaakiolojia waliokuwa wakichimbachimba katika mapango yasiyojulikana huko Pennsylvania, futi 1000 chini kabisa ya ardhi. Waligundua chumba kikubwa chenye giza la kutosha ambacho hakikuwahi kuonekana hapo awali. Wakaanza kufurahia wakiamini pengine ndani yake wanaweza kukutana na hazina ambazo zilikuwa zimefichwa. Si unajua tena watafutaji. Sasa wakati wakishangilia hapa, wanasikia sauti ya ajabu kutoka ndani ya hilo pango, na ghafla viumbe wasiokuwa kawaida wanaruka na wanawaua papo hapo na kutoka nje ya pango hilo. Hawa wamefungulia baraa. Kisha filamu inahamia katika shule ya sekondari huko Montclair, New Jersey huko, ambapo tunaonyeshwa msichana mmoja aitwaye Ali Andrew akisubiria basi kwa ajili ya kurudi zake nyumbani, na ghafla kuna kundi la wavulana wajinga waliokuwa wakimdhihaki kwa sababu binti huyu ni kiziwi bana. Lakini binti huyu, kwa sababu amezoea kusikia hayo, anaamua kuwapuuza na kurudi nyumbani kwao kwa miguu. Ali alipoteza uwezo wake wa kusikia katika ajali ya gari miaka 3 iliyopita. Pia alipoteza babu yake pamoja na baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye gari hiyo. Anawasiliana na watu wengine kwa kutumia lugha za ishara na kusoma midomo yao pale ambapo wanazungumza. Sasa wakati huo huo, kijana aitwaye Rob anajitokeza na kujitolea kumsindikiza hadi nyumbani. Wawili hawa wamekuwa wakiwa na tabia za kuonesha kama vile wanapendana, lakini kila mmoja anamwogopa mwenzake hivi. Sasa Ali anaishi na wazazi wake wote wawili, lakini pia yupo kaka yake anaitwa Jude, bibi yake wa upande wa mama yake anaitwa Rin ambaye ni mgonjwa kinoma, lakini vile vile wana mbwa anaitwa Otis. Sasa leo usiku Rob anamtumia Ali video ya kuvutia ya kundi la viumbe wanaofanana na popo wakiruka. Saa 9 usiku Kelly anamwamsha Ali na kumwambia ashuke chini. Anakuta familia yote iko sebuleni usiku wakiwa wametulia wakitazama television kwa makini na wasiwasi mkubwa, huku madirisha ya nyumba yao yakiwa yamefungwa na sehemu za moto zikiwa zimefunikwa. Kuna nini? Kwenye televisheni taarifa zinaripoti kuwa miji kadhaa ya Marekani inashambuliwa na kundi la viumbe wasiofahamika, na viumbe hawa wanafanana kabisa na popo, lakini uchunguzi ulipofanyika viumbe hawa wanafahamika kwa jina moja tu la Vapes. Taarifa zinasema kwamba viumbe hawa wana uwezo wa kuua binadamu ndani ya sekunde chache tu na hutumia sauti kugundua binadamu ambaye anatakiwa kuuawa. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Marekani imetangaza hali ya hatari na kuwaomba watu wote wabakie majumbani na wawe kimya. Wakati wote wakiwa wanatazama habari kwa hofu, Ali binti mwelevu anapendekeza waende vijijini, kwani kule kunakuwa na utulivu na kutokana na population ndogo ya watu basi inawezekana wakawa salama huko. Huge anakubaliana na wazo hilo na wote wanaanza kufungasha mizigo yao na kuanza kuondoka. Wakiwa hapa, rafiki ya familia ya kina Huge aitwaye Gren anajiunga nao na kwa pamoja wanaanza safari ya kuelekea vijijini huku. Baadaye Ali na familia yake wanasimama kwenye kituo cha mafuta kujaza petroli. Anatumia nafasi hiyo kumtoa mbwa wao Otis ili aweze kujisaidia, lakini vile vile kumtembeza. Tunajua mbwa na matembezi Lakini ghafla inasikika sauti ya Ali akipiga kelele, na hapa familia inakimbia haraka kumfuata. Wanakutana na mtu mmoja
akimshika Ali kwa bunduki, na hapa anawalazimisha familia hii impe funguo za gari haraka kabla hajamzuru Ali. Lakini Gren anakuja na kumpiga risasi ya mguu yule jambazi ambaye alikuwa amemteka Ali. Wakiwa na hofu, familia ya Andrews wanachukua bunduki ya yule bwana na kuondoka haraka kwenye eneo hilo na kuacha viumbe wamalizane naye. Hata hivyo, kabla hawajafika mbali, wanakutana na foleni kubwa iliyoziba barabara kuu zote, na Gren anapendekeza njia mbadala na wanaingia kwenye barabara hii ya vumbi. Wakiwa wanaendesha gari kupita maeneo ya vijijini, ghafla Gren anakumbana na kundi la hawaswala ambao wanakatiza barabarani, na yeye ana lose control na anapata ajali mbaya, gari lake linapinduka. Hatari hii. Familia ya Andrews wanakimbia kumsaidia na kumkuta akiwa hai, lakini bahati mbaya ni kuwa amebanwa sehemu ya mwili wake kwenye hii gari. Wanajaribu kwa jitihada zote kumwokoa, ikiwemo kutumia zana tofauti tofauti kufungua milango, lakini yeye anashindwa kutoka. Hapa wanajaribu hata kupiga simu ya dharura ili waje paramedics kwa ajili ya kumwokoa, lakini wanagundua serikali iko bize na majanga, kwa hiyo msaada hakuna. Sasa Gren anatambua kuwa atakufa kwa kuvuja damu, hivyo anamwomba Hugh ampe bunduki na aondoke na familia yake. Hugh anaumia, lakini anakubali kwa ajili ya familia yake. Kwa bahati mbaya, wakiwa wanajaribu kuondoka, Otis anaanza kubweka huyu mbwa wao, jambo linawavutia wale popo wa ajabu na wanashambulia gari lao. Glenn anaanza kupiga risasi ili kuwavutia kwake na anakufa kwa kujitoa muhanga. Sasa wakati yote haya yanatokea, mbwa bana anashindwa kupiga kelele, sio mtoe huyu. Kweli wanafanya hivyo na wanamtoa nje kwa huzuni, na familia inabakia ikiwa salama. Lakini hapa pia wanagundua kwamba licha ya kuwa wamemtoa mbwa wao nje, hata kuwasha gari tu kunaweza kuwavutia wale viumbe, hivyo na wenyewe wanafanya maamuzi sahihi ya kuamua kuliacha gari hapa ili watembee kwa miguu. Sasa wanatembea kwa muda mrefu, huku Rina akiwa anakohoa bibi yake yule ambaye umri wake umeenda kinoma. Jioni wanakutana na nyumba iliyojitenga yenye uzio mkubwa, na hapa wanasema hii inaweza ikawa sehemu salama ya wao kujificha. Wakiwa wanahangaika kufungua geti, mwenye nyumba anatoka akiwa na bunduki bila kujua hatari iliyopo, lakini kabla hajafanya chochote kuwafukuza wavamizi hawa ambao yeye anaamini ni wavamizi, kundi la wale popo linamvamia na kumuua hapo hapo. Sasa Hugh anatafuta njia nyingine ya kupita ili wasipige kelele ya geti hili. Anaingia ndani kupitia hizi pipe za kupitishia maji, kisha anawaambia wenzake waingie baada ya kuhakikisha usalama. Ndani ya handaki, Jude anakutana na nyoka, hivyo anapiga kelele. Hapa viumbe wanakuja, lakini kwa bahati nzuri wanaishia kupambana na huyu nyoka, na baba ya mtu anaamua kuiwasha mashine ya kukata majani na mbao na kuwavuruga wale viumbe, na wenyewe wanaingia ndani ya mashine hii, wanasagwa na kumalizwa kabisa. Hii inatoa nafasi ya wao kuingia ndani ya nyumba hii, wanakuwa salama. Siku inayofuata, jeraha la Kelly linaonekana kuambukizwa baada ya kuguswa na wale viumbe walipokuwa waking'ang'ana kuingia kwenye hii nyumba mpya ambayo wamejihifadhi humo. Sasa Hugh pamoja na Ali wanaamua kwenda kutafuta dawa, na wanapata duka la dawa lililojaa maiti, na Ali anagundua mayai ya Veps ndani ya miili ya binadamu, kwamba viumbe hawa wanapokushambulia, ukifa mwili wako unageuka kuwa kiota cha kutunzia mayai. Hatari hii. Wakiwa bado wanapambana kutoka humu ndani, wanagundua wale viumbe pia wamo humu ndani, kwa hiyo wanaamua kuwasha moto kwenye hii mopa ili kuwasha mashine ya alarm ya moto, na viumbe wanachanganyikiwa na wao wanapata upenyo wa kutoroka. Nje wanakutana na mchungaji wa ajabu anayewaomba wajiunge na dini yake, na huyu mchungaji anapofungua mdomo wanagundua ameukata ulimi wake. Hugh anakataa na wanaamua kuondoka haraka. Wanarudi nyumbani na kumtibu Kelly. Ali anasema kuwa viumbe hawa hawawezi kustahimili baridi kali, hivyo waelekee sehemu ambazo zina baridi, ambao ni kaskazini mwa nchi hii ya Marekani. Baadaye dhehebu hilo linawafuata na kiongozi wao ameandika ujumbe kwenye bango kwa kuambia kuwa wao wanamhitaji msichana wa kwenye hii nyumba kwa sababu ni fertile. Lakini Hugh anaamua kuwakabili kwa bunduki hadi wanaamua kuondoka. Usiku, familia ikiwa imetulia hapa, wanamwona msichana mdogo akiwa analandalanda nje ya maeneo haya, hivyo wanamfungulia mlango na anaingia ndani. Wanapomchunguza wanagundua binti huyu hana ulimi, na wanapomchunguza zaidi wanagundua amefungwa simu ambazo zote zimewekwa katika alarm. Kumbe mtego huu. Kabla hawajafanya chochote, simu hizi zinaanza kulia na zote wanazichukua na kuzidumkiza kwenye maji. Tayari wamechelewa, viumbe hawa wanaanza kuishambulia nyumba hii kwa kuvunja vioo na kuingia ndani. Hapa Lina anajitoa muhanga kwa kupiga kelele na kuwavutia Veps, na anauawa pamoja na watekaji ambao walikuwa tayari wameshamchukua binti na kumchomoa nje ya nyumba hii. Hugh na familia wanawafuata na kuwashambulia kimya kwa msaada wa mvua. Hugh anamuua kiongozi wa dhehebu la watu waliokata ulimi kwa
wanajipiga na bunduki sehemu za kichwani, hatimaye wanarudi nyumbani wakiwa salama. Sasa siku zinazofuata tunawaona wakiwa huku kaskazini mwa nchi hiyo ya Marekani, ambako inaaminika kuwa ni sehemu salama kutokana na eneo hili kukumbwa na barafu na baridi kali. Wengi wanaamini viumbe hawa hawawezi kuhimili sehemu zenye baridi. Na mwisho tunamuona Ali akiwa na Rob wakiwa wanawindawinda viumbe hawa wa ajabu. Na hapa Ali anajiuliza maswali magumu kwenye kichwa chake, kama viumbe hao watazoea baridi na kuendelea kuwasumbua binadamu, au binadamu watazoea maisha ya kuwa kimya kama bubu. Vipi, wewe ungeweza? Niandikie kwenye comment hapo. Hii ni Plain Swahili, mimi naitwa Manoge, Manoge. You're welcome. Subscribe.